Mashaallah. Karibuni sana. Karibuni. Asante sana. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Alhamdulillah. Poleni na msafara. Nashukuru sana. Naam. Karibuni sana. Asante sana. Leo tumekuja kwenye darasa lingine ndio. Sawa. Leo tunajifunza darasa gani? Darasa la kula. Zile bibi. Naam. Leo tunajifunza darasa gani? Tunajifunza darasa la kuhusiana na kula. Kuna mtu asiyejua kula? Hapana. Ndugu yangu Sultan. Naam. Wewe unakula? Ndio nakula. Hata Julai bibi pia anakula. Hata ndugu yangu Idi. Naam. Na wewe unakula. Lakini leo tutajifunza kula kwa mujibu wa imani yetu. Mtume Muhammad Sallallahu alayhi wasallam. sallallahu alayhi wasallam ndio kiongozi wa umma huu. Nipatie sana na kikombe pia. Hivi hapa. Asante. Ndugu zangu, Ndio. Naam. kabla ya kula inatupaswa tuandae sehemu iliyo safi. Hata chakula kikidondoka tuweze kukiokota. Na kabla ya kula inatupasa tuandae maji ya kunawa. Haitupasi kula bila kunawa. Isitoshe pia tunapoandaa chakula chetu lazima tuweke na maji pembeni. Kwa nini? Inaweza ikatokea dharura wakati wa kula, maji yakahitajika. Sasa kama itakuwa mbali itakuwa ni kero. Ndugu zangu, ikiwa unakula chakula haipaswi kuzungumza wakati chakula kipo mdomoni. Na kama kuna jambo unataka kusema, basi hakikisha chakula hakipo mdomoni na iwe kwa dharura pia. Mfano wake ni kama kumwambia mtu naomba chumvi, naomba maji. Haipendezi kuweka mazungumzo marefu wakati wa kula, utawakera watu. Hizi ni katika adabu za kula. Vile vile kabla ya kula inatupasa tumuombe Mwenyezi Mungu. Tunasema bismillah. Tunasema bismillah. Hii ni dua kabla ya kuanza kula. Ndugu zangu, mkiwa mnakula chakula chenu hakikisheni kuwa hamtaji aibu ya chakula. Imani yetu na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukataza kutaja aibu ya chakula. Kusema chakula hichi kina chumvi nyingi haifai. Kusema chakula hiki kichachu haifai. Huenda uchachu umeuona wewe. Unajua utawashughulisha watu wakati wa kula. Wengine wamekipenda. Ndugu zangu, wakati wa kula lazima mjue tumbo letu. Hebu kila mtu ashike tumbo. Mmeliona tumbo? Ndio bei. Ili tumbo lina sehemu tatu. Lina sehemu ya maji, sehemu ya chakula na sehemu ya hewa. Pindi unapokula chakula chako, hakikisha usile ukaziba sehemu ya hewa. Usile ukaziba sehemu ya maji. Itakupa shida wakati wa kupumua na itakuwa ni karaha kwako. Ndugu zangu, wakati wa kula, mkiwa mnakula chakula ukaona jambo lenye kutia kinyaa, mfano wake sisimizi ama nzi ama mende ameingia katika chakula, basi haifai kutangaza. Mnajua hekima yake? Hapana. Hekima yake utawagadhibisha wengine wakakiacha chakula. Ikiwa wewe umeona kitu chenye kutia kinyaa, basi chukua kitu hicho, utanyanyua sinia, utaweka chini ya sinia. Ikiwa utashindwa, basi utakamata na mkono wako wa kushoto. Na ikitokea chakula kile kimekushinda, basi waombe ndugu zako, waambie nilipotoka nimekula na hapa nimekula pia, waage kwa wema.
Ndugu zangu, leo tunajifunza nini? Somo la kula. Tunajifunza adabu ya kula. Wakati mnakula chakula, ikiwa utaona kitu chenye hatari, mfano wake vipande vya chupa ama viwembe ama misumari, basi haipaswi kufumbia macho. Lazima tuseme kuwapa tahadhari watu, chakula hiki ni hatari. Sasa jambo la hatari lazima lisemwe. Tupo pamoja bei? Tuko pamoja. Haya ni mafundisho yetu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika adabu ya kula tunapata thawabu pia kama tukila kwa wema, na vile vile tumekataza kula kwa israfu, kula kwa kumwaga chakula. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la taakulu bishimali fa inna shaytan yaakulu bishimali, tusile kwa mkono wa kushoto kwa sababu shetani anakula kwa mkono wa kushoto. Labda kwa dharura, ikiwa mkono wako una shida. Mtume Muhammad anasema, ibridu ta'ama fa innal hara la barakata fihi. Mtume Muhammad anasema tukipoze chakula, kipozeni chakula. Hakika chakula cha moto hakina baraka ndani yake. Katika adabu ya kula chakula, hatupaswi kula chakula kikiwa cha moto. Hata kupuliza pia haifai. Tuache chakula kipoe ndipo tule. Wakati unakula chakula, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha tutumie vidole vitatu. Mnajua hekima yake? Hapana. Msije mkakinai kula chakula kile. Ukipenda kukishika chakula kwa vidole vingi na kukipika kitakukinaisha mapema, unaweza usile vizuri. Ndugu zangu, hakuna mafundisho yaliyo bora kama kumfata kipenzi cha Allah tabaraka wa taala, naye si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu mwenye swali? Na swali bei. Karibu, uliza. Ulisema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anapotaka kula ale chakula kilichokuwa cha baridi, kwamba tusiwe tunakula chakula kilichokuwa ni cha moto. Naam. Sawa. Sasa je, na wale wanaekunywa chai asubuhi na kile haliyakuwa ni cha moto? Chai ni ya moto na inaweza ikaunguza hata ulimi. Je, hapo kwa wale inakuwaje? Asante mwalimu. Shukran. Asante. Mmesikia swali? Naam, tumesikia. Anasema Mtume amesema tukipoze chakula. Basi maana yake tupoze kwa moto ambao tunaweza kutumia. Chai ya moto hainyweki. Ukiona inanyweka, basi umoto ule umemtosheleza mnywaji. Kuna mtu mwingine ana swali? Ndio bei. Naam Sheikh. Uliza bei. Sawa. Sheikh, mimi swali langu liko hivi. Katika dini kuna watu wengine wanaweka viti afu chakula wanaweka kwenye meza. Hapo hata wale walaji pia wanakaa juu ya viti. Sheikh, wale wapoje wale? Asante. Mmesikia swali? Ndio bei. Umesikia? Anauliza, wengine wanakula chakula juu ya kiti na wameweka juu ya meza pia. Je, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajasema juu hili? Hakika imani yetu na dini yetu haipiti na wakati. Hakuna wakati utakaoipita imani yetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa chakula utaweka chini, basi na wewe unatakiwa ukae chini. Na ikiwa chakula utaweka juu, basi na wewe nakupasa ukae juu pia. Usiweke chakula chini, wewe ukawa juu.
itakuwa ni kero na karaha wakati wa kula. Na chakula kikiwekwa juu na wewe ukakaa chini, pia itakuwa kero wakati wa kula. Kwa hiyo chakula kikiwekwa juu, basi na wewe ukae juu, na chakula kikiwekwa chini na wewe ukae chini pia. Asante. Basi ndugu zangu, Naam. kesho tutaendelea darasa letu. Tunaishi hapa leo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Mashallah, hakika binadamu hatoishi kwa mkate, bali kwa neno ndilo litakalomuongoza katika maisha yake. Mola wangu mlezi, wajalie vijana hawa na mimi pia tuwe miongoni mwa waja wema. Utujalie pia tupate mwisho mwema, na rehema na amani zimfikie kipenzi chako mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.